sasa hivi tunazungumzia, je, PF3 ni muhimu sana kabla ya kupata huduma ya afya? Hii ni mada ambayo tumeileta baada wa Tanzania kutuma emails na kupiga simu na kututaarifu, bwana tuongee, ndugu zetu wakiumia lazima tuende polisi na kupata ile police form 3 na ndio tuweze kupata huduma ya kwanza. Ni kweli kabisa, watu wanapata shida sana, mwingine anakuta damu zinatoka nyingi, mwingine anazimia kabisa, lakini kuna wajibu unatakiwa abebwe apelekwe mpaka polisi. Afike polisi apate karatasi afu aende wapi? Hospitali. Je, hii ni muhimu sana au? Kwanza labda kwa faida ya Tanzania, PF3 ni nini? Ni fomu maalum ambayo inatolewa polisi kwa ajili ya matatizo mbalimbali. Mtu kwa mfano akipata madhara ya majeraha mbalimbali ambayo hayo yatakayoweza kumsaidia kutibiwa hospitali na uchunguzi mwingine ukienda kuendelea katika swala lake zima la tukio lake lililoweza kutokea. Waliweka ile fomu PF3 tuseme anapewa mtu aliyepata ajali, labda amepigwa na majambazi, amejeruhiwa, kwa hiyo lazima akaripoti polisi kabla ya kwenda hospitalini. Ili kesi iwe imepokelewa pale polisi, anapewa PF3 ili ikamsaidia katika matibabu huko hospitalini, apokelewe kirahisi. Issue ya kusema kwamba kwa nini inatolewa polisi, polisi ni taasisi pekee inayodili na issue za kesi. Ndio issue. Kwa hiyo hakuna mahali pengine unapoweza kwenda kuandikisha kesi yako alafu ikashughulikiwa. Mimi nilipata ajali ya kidole, katika kidole. Unakiona hichi kidole hichi? Hichi kidole. Mpaka leo mimi naitwa jina kidole hivyo hivyo. Wanakuita kidole? Pole kaka. Ilibidi nibadilishe. Lakini sasa wakati nilipopata ajali hii, mimi nimechukuliwa nipelekwe hospitali ya Bombo. Kule wakaniambia hatukupokei mpaka upate PF3. Hapo damu huko kwenye maumivu. Yaani ni kwamba niko katika hali mbaya kwa kweli. Huku na huku, baadaye wakaja kunipokea bila PF3 hospitali. Baada ya kuona sasa hali inakuwa mbaya. Na umbali wa hapo ulikotoka mpaka kwenye kama kilomita 4 kutoka nani? Kwa sababu nilikuwa Former Gold. Na ulienda kwa gari au kwa basikeli? Nilipelekwa na gari lakini ni lori. Sasa hivi kuchukulia, nimefika hospitali. Nimekaa pale si chini ya nusu saa sijapata huduma. Mpaka nipate PF3. Bado nikaja kupata huduma, akanishona hichi kidole, nikarudi tena polisi nikachukua PF3. Mimi najua PF3 itanikuja kunisaidia baadaye, kwamba nitakuja kufungua kesi, nitapata kidogo walau kunilipa. Waindi hawa sio watu, hawakusaidia lolote. Kwa hiyo wakakulipa baadaye au ilikuwa? Sijalipwa mpaka leo hii. Kwa hiyo mimi naona PF3 kwa sisi watu wa chini bado inakuwa haisaidii lolote. Mimi hapa ni PF3 ni nzuri, ni kweli inasaidia vizuri, ila kwenye mtu anapopata majeraha inakuwa ni sio nzuri. Mfano kama mtu anatoka kijijini, kituo cha polisi, unaona kama unajua kijijini kituo cha polisi kiko mbali, mpaka afike wakati pale kijijini kituo cha huduma kipo, lakini anatakiwa aende kwenye kituo cha polisi kwanza afu arudi aingie hospitali. Huyo mtu atakuwa yupo kwenye hali mbaya zaidi. Lakini upande mwingine PF3 imewekwa kwa ajili ya kuzuia uhalifu, labda jambazi limeua au ni kweli inasaidia. Ila mimi nilikuwa na shauri kwamba kwenye hospitali daktari yule ndo anatakiwa atoe kila kitu, kwamba mimi na huyu, yani kwamba huyu mtu kafika, kwa wewe unatoa maelezo kwamba huyu mtu kafika kafanya nini, yani kaumia katika mazingira gani. Sasa utajuaje? Labda mtu kapigwa mkuki huko kauchomoa akasema ameangukiwa na daktari. Wewe si ndio utajua kwamba huyu mtu kaumia na nini, kama ni mkuki kachomwa na nini. Wewe si daktari, si ndio utajua kwamba huyu mtu kachomwa na mkuki. Baada hapo sasa daktari yule ndo anatakiwa apeleke vielelezo vyake polisi kwamba huyu mtu kuna rushwa siku hizi. Ni kweli kama unavyoongea ni sawa. Hata hospitali kwenyewe ukienda kuna hali mbaya, una hali mbaya, wanaweza kucheleweshea makusudi tu mradi utoe chochote. Na hata ukiona PF3 au kama hauna, mimi umeenda polisi sasa kuifuata ile PF3. Polisi kwenyewe kuipata kwenyewe unawezekana ukaambiwa kwanza lazima uulizwe maswali. Unawezekana ukaambiwa bwana, hapa karatasi zimetuishia, hebu kanunue pale karatasi ya shilingi 20 kwanza tukuandikie. Kwanza ni lazima uulizwe maswali. Kafanya nini? Huku ukiwa mgonjwa unaambiwa kanunue karatasi pale ya shilingi 20. Uje tukuandikie mara moja. Unavuja. Unavuja kweli damu yani. Na kwa sababu sasa unapata majeraha, jambo la kwanza kabisa unafikiria wewe sio PF3, kwenda hospitali ili damu ile nani. Na kwa sababu daktari anafahamu kwamba sheria iko hivi.
yeye naye kwa kuikana rushwa anakwambia enda kachukue PF3 akijua kwamba utamwomba. Ndipo naambiwa na bwana kamata shilingi 10,000 tumalizane nitibie. Kwa hiyo kuwepo kwa PF3 ni sawa, isipokuwa matumizi yake ndio sasa kwa watu wanafanya uhuni. Wakati wa kucheka na kuona mambo ya Bibi Kiroboti amefika. Bibi ana nini leo kwenye kona yake? Dala nana moka ise tulia joja kitogeza so tupate. Baba, nimechomwa na kisu. Uko wapi? Tumegombana nyumbani na mwanamke mwenzangu. Sasa mnakuja na PF3? PF3 kutoka polisi. Sina. Pasipokuwa na PF3 hatuwezi tukakutibia. Kwa sababu taratibu zetu sisi za kazi, unapopigwa kisu jeraha kama hili, inabidi tudhibitishe, tupate udhibitisho kutoka polisi. Baba, naomba nisaidie kwanza. Hatuwezi kwa sababu kuna naondoka kuna mimi. Unaingia kwenye makosa sisi. Polisi watanikuta hapa baba, wewe tenda tukakutana. Inabidi uende polisi kwanza ukachukue PF3 ndipo tutakutibia. Nesi, naomba niombe kwa daktari nitibie. Ukweli ni kwamba usipoenda Nyuzi za kitaa hata nyuzi za masuperstar kila kona tapita chakita kwa barisha tu. Wewe yule yeye wote so sit back relax kwenye idara. Tumefurahi na Bibi Kiroboti, sasa mada inaendelea. PF3 ni muhimu kuwepo kwa sababu unakufahamu masuala ya uhalifu mwingi hapa nchini. Kwa hiyo unakuta kwa mfano hapa miaka ya nyuma kulikuwa na ujambazi ulitokea hapa Ubungo. Lakini kwa kupitia benki, umeona? Kwa kupitia PF3 watu wengi waliweza kukamatwa kwa sababu walishindwa kwenda hospitalini na wengine walikwenda katika hospitali kwa kujificha, na serikali ilitangaza mtu msimpokee mgonjwa aina yoyote. Umeona? Pasipokuwa na PF3 kwa sababu walishambuliwa na risasi. Umeona? Kwa hiyo wakajificha, kona haiwezekani. Walivyokwenda bwana lete PF3 sina. Pigiwa simu bwana kuna mtu hapa amekuja bila PF3 ana jeraha. Kuonekana kule ni miongoni mwa wale ambao walifanya nini? Walikuwa katika mfumo ule. Umeona? Kwa hiyo PF3 ni muhimu kuwepo, lakini tatizo kubwa tunakuwa sisi wa Tanzania vile vile. Tunapopata majeraha ni kweli tunatupasa kwanza tuende kwanza polisi. Kwa mfano, tumepata ajali. Ajali ikipata lazima kwanza upitie kwanza polisi, and then hospitalini. Na kama ikitokea ajali kwa mfano kama hapa Jangwani limetokea ajali. Hapa anakimbizwa moja kwa moja wapi Muhimbili. Muhimbili imetokea ajali Jangwani. Umeona? Sasa imetokea ajali Jangwani wamekuja watu zaidi ya 4 au zaidi ya 5, hawawezi kusema rudini mkachukua PF3. Wanawafanyeni kwanza huduma ya kwanza, baadaye wanapewa huduma ile ya PF3. Imeshatokea hiyo watu 5 6. Sasa unasema iwepo au isiwepo? Lazima iwepo PF3 kwa ajili ya usalama zaidi. Iwepo kama kawaida, ila naona kuna haja ya kubadilishwa wewe unapopatikana. Naona PF3 zingekuwa zinatolewa hospitali kwenyewe. Pale awepo askari ambaye anakuepo pale. Askari hospitali. Polisi pale reception. Angalia huyu kweli ili tatizo hili linawezekana kweli anamwandikia pale. Kama akiliona na wasiwasi anamuita dokta. Na hospitali zinazotaka PF3 sana za serikali, za watu binafsi au hospitali za aina swali nzuri sana ile. Watu wanaotolea za watu binafsi haulizi. Hizi ni za serikali.